kibatili chao wanachokifanya, basi umauti watakutana nao katika hali yoyote ambayo wao wapo katika hali hiyo, ama katika sehemu yoyote umauti watakutana nao. Kikubwa tujiandae na umauti. Hakika umauti haukimbiliki. Istaidu bilmaut fa inna almauta la yuhrab. Umauti haukimbiliki vyovyote itakavyokuwa, na namna yoyote utakutana na umauti. Qul inna almauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ukisha kutana na umauti, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waeleweshe hili, thumma turadduna ila alimi alghaibi washahada, kisha baada ya kisha kutana na huo umauti mtarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mkisharudishwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kila mmoja ataelezewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bima kuntum ta'malun, kile ambacho mlichokuwa mkikifanya katika maisha ya kidunia, ama yale ambayo mlikuwa mnayatenda katika maisha ya kidunia. Mkirudisha kwa Allah, kila mmoja atakhabarishwa nini amefanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atamueleza kila alichokifanya. Yawmaidhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Siku hiyo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawafufua watu kutoka katika makaburi yao. Yawmaidhin yasduru an-nasu ashtatan, makundi kwa makundi watafufuliwa. Lengo la kufufuliwa, liyurau a'malahum, ili waonyeshe matendo yao. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, yeyote yule matendo yake yameyafanya yenye kheri, ambalo tendo lenyewe limekuwa dogo mno, siku hiyo ya Kiyama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuonyesha kwamba kile ulichokuwa unakifanya katika matendo ya khairati ni hili, lakini yule ambaye atakayefanya matendo yenye kumkathirisha Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake matendo ya shari ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyakataza asiyafanye matendo hayo, basi siku hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuonyesha. Ndugu zangu katika imani, tujiandae na umauti. Hakika umauti haukimbiliki. Msemaji mmoja alisema, hayatuka mautuka mahdhu mtihani, maisha yako na kufa kwako ni mtihani mtupu ambao amekupa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maisha tunayoishi, hizi dakika tunazozitumia na masaa, kwako wewe ni mtihani mtupu, lakini kufa kwako pia ni mtihani mtupu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Na unatakiwa mtihani huo ufaulu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshafundisha namna ya kufaulu wa mtihani. Hayatuka mautuka mahdhu mtihanin satalqa nataiju hulwan wa murra, utakutana na yale matokeo uliyokuwa unayofanya, matokeo ambayo yanaweza akakuridhisha wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na matokeo ambayo yatakufanya wewe ukaishi vizuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama matokeo hayo utayakuta yapo mazuri, ama yatayakuta yapo mabaya. Ni machungu yenye kuumiza roho yako, ama unahisi kabisa wewe hautaenda kuishi vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtihani wako hukufanya vizuri katika maisha ya dunia. Wa imma rasub amma nataiju, mtihani huo utafaulu ama utafeli. Na ukifeli, matokeo yako yatakuwa mabaya ama matokeo yatakuwa mazuri. Ikiwa hivyo sasa, hayo matokeo utakayakuta idha jamaa Allahu kullu shu'ub, pale ambapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakapo yakusanya kila makabila. Siku hiyo
ndiyo matokeo utayakuta mazuri, na siku hiyo ndiyo matokeo yako utayakuta machungu. Ikiwa kabla haujayafika katika matokeo hayo, lakal ana ma dumta hayyan khiyaruka, una wewe sasa hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa muda sasa hivi, lakal ana ma dumta hayyan khiyaruka, una wewe sasa hivi muda wa kutengeneza hayo matokeo mazuri ama matokeo mabaya. Hayo yote yanatengenezwa wewe, unayatengeneza wewe mwenyewe katika maisha haya. Hayo matokeo mazuri ama matokeo mabaya unayatengeneza katika maisha haya. Kwa kabla hukuyatengeneza matokeo mabaya ambayo utaenda kukutana nayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fakhtalli nafsika qabla al-ghurubi, teua kwa ajili ya nafsi yako maisha yaliyokuwa mazuri, maisha ya dunia na kwa Allah, kabla jua la maisha yako halija kuzamia, kabla jua ya maisha yako halijazama. Hapa ulipo ndio pa kutengeneza maisha yako katika maisha ya kidunia na kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, idha lam yakun min al-maut budda fa min al-ajzi an tamuta jabana. Msemaji mmoja alisema, ikiwa umauti, ukiwa kufa, hakuna mtu ambaye atakayekimbia. Ikiwa kufa, hakuna mtu ambaye atakaye kukusana nako. Kila mtu atakutana na huo mauti na kila mtu atakufa. Ni katika maajabu makubwa, wa min al-ajzi, na katika maajabu makubwa, antamuta jabana, hali yako wewe unaogopa kufa, lakini yale matendo unayoyafanya hayaashirii kwamba wewe unaogopa kufa. Katika maajabu makubwa, mtu ambaye anaogopa kufa lakini matendo yake hayaonyeshi, hayaashirii kwamba yeye anaogopa kufa. Lakini ukikaa ukitia na story za kawaida, mkiingia katika mambo ya kufa, yeye anaogopa kweli kweli, mnaamua mtoke katika story hiyo. Lakini kuogopa kwake, yale matendo yake hayaashirii kwamba yeye anaogopa kufa. Ni katika maajabu makubwa, ndugu zangu katika imani. Kila mmoja atakutana na umauti, lakini shida sio kukutana, shida umejiandaa vipi na kukutana na umauti. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, ista'iddu bil mauti qabla an-nuzuli, jiandae na kufa kabla hakuja kufika kufa. Huu muda aliyokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio unatakiwa upambane kwa ajili ya kuandaa na kufa, kwa ajili ya kuandaa na safari hiyo ya kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safari hiyo inaandaliwa katika muda huu, ili usije ukafika siku ukamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ewe Allah Subhanahu wa Ta'ala, nicheleweshe kidogo, nitoe sadaka ili niwe katika wale ambao wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haicheleweshi nafsi. Mwenyezi Mungu haicheleweshi nafsi ikifikia muda wake wa kuondoka katika ulimwengu huu. Kwa kabla ya kufika katika siku hiyo, tujiandae na kukutana na malakul maut. Ndugu zangu katika imani, umauti unauma, umauti una maumivu makali. Mwangalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale alipojiliwa na malakul maut, yupo katika sakaratul maut, anataka kutolewa roho na malakul maut. Mtume ambaye amesamehewa madhambi yake aliyoyatanguliza na aliyoyachelewesha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsamehe madhambi yake, amejiliwa na malakul maut, anataka atolewe roho yake. Msikilize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, innal mauta la sakarat, hakika ya mauti una maumivu. Innal mauta la sakarat, hakika umauti una maumivu. Umauti una kilevi, umauti unauma sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefikia hatua aliwaambia maswahaba zake awaletee maji ya baridi, fadaa ma baridan. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaagiza maji aletewe kwa sababu ya maumivu ya kutokwa na roho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akayachukua yale maji ya baridi akawa anajifuta uso kwa ajili tu ya kupunguza machungu ya kutokwa na roho. Huyo ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi na wewe ambaye hatujasamehewa madhambi yetu, mimi na wewe hatujasamehewa madhambi yetu, na sisi wenyewe hatutaki kutaka kusamehewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vipi naweza ikatoka roho yetu kwa maumivu hayo ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo maumivu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesamehewa, Mtume amepunguziwa yale maumivu kwa sababu ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ana wa ant, mimi na wewe ambao hatutaki hata kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hatutaki kushughulishwa na maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, safari hii ni safari nzito, safari ambayo inahitaji maandalizi, safari ambayo kila mmoja atakutana nayo. Almautu babu wa kullu nnasi dakhilu, kila mmoja ataingia. Mauti ni mlango na kila mmoja ataingia katika mlango huo. Ni namna tu ya kuingia tutatofautiana, lakini kila mmoja ataingia katika mlango huo. Sehemu ambayo ni muhimu mtu kuondoka nayo, fa innahu mulaqikum, hakika ya mauti tutakutana nao, vyovyote itakavyokuwa tutakutana na mauti. Thumma turadduna ila alimi alghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nini Allah subhanahu wa ta'ala atatueleza, na kile ambacho anachotueleza ni ndicho ambacho kitaweza kututengenezea maisha yetu hayo ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusaka kabla an tuhasab, ifanyie tathmini nafsi yako kabla haujafanyiwa tathmini na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mwenyewe jitafakari nini umetanguliza kwa Allah, kama mwenyewe jitafakari nini umemfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Jitafakari uliyomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kumridhisha Allah, ama uliyoyafanya yenye kumridhisha Allah, yenye kumkasirisha Allah, ni yapi yaliyokuwa mazito, ni yapi yaliyokuwa mengi katika hayo. Hasibu anfusaka kabla an tuhasabu wazinu a'malaka kabla an tuzan, na yapime matendo yako yale uliyoyafanya katika yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yapime, ukiona matendo ambayo yenye kumkosea Allah ndio mengi, unatakiwa ukae uyatengeneze matendo yenye kukusaidia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio yanyanyue mizani yako katika maisha yako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wenye kuyaandaa maisha ya kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستعفيه عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه البر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الحمد لله له الأجل المحامد وأوفاها، أنعم علينا بالنعم ووفاها، وأنزل علينا كتابا كالشمس في ضحاها، على قلب نبي كالقمر إذا تلاها، من تبع هدايته سار في ضوء النهار إذا جلاها، وأصلي وأسلم على خير خلق الله طه أما بعد. Ndugu zangu katika imani, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, usikum wa nafsi marrata thaniya bitaqwa Allah ta'ala wa ta'ati, na usia tena katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mafanikio ya mwanadamu
katika maisha ya kidunia na maisha ya akhira yamekusanywa ndani ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hutuba yetu ya pili itakuwa na muunganiko wa hutuba ya kwanza ambayo tuliishi na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo kazi ambayo aliyotumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kusema, ndio kazi ambayo aliyotumwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kuwaambia, kuwahabarisha umati wake waachane na hili wafanye hili. Ndio kazi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakupewa kazi nyingine yoyote isipokuwa ni hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul ya ayyuha nnasu innama ana lakum nadhirun mubin. Aya hii mushrikina walimtaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kuna adhabu alete. Washirikina wanamtaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chanzo cha kushuka aya hii, washirikina walitaka adhabu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kila siku wanatulingania Mungu ni mmoja, kuna adhabu kwa Allah, kuna hiki na hiki na hiki, tuache kufanya hiki na hiki, basi kama kuna adhabu tuletee hiyo adhabu unayosema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayuha nnasu, sema we Mtume Muhammad, waambie enyi watu, innama ana lakum nadhirun mubin, hakika si vinginevyo mimi kwenu nyie ni mhofishaji tu wa wazi. Ana nadhirun mubin, ni mwonyaji wa wazi. Hiyo ndio kazi yangu, sijaletwa kufanya kazi yoyote nyingine. Innama ana lakum nadhirun mubin, hii ndio kazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hili tukitaka tufaulu katika haya maisha na maisha yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika safari hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ista'idhu bil maut qabla an-nuzuli, tujipinde kweli katika kutekeleza maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umauti unauma, na safari ya umauti ni safari ndefu, inahitaji maandalizi makubwa kwa yule ambaye mwenye akili sawa sawa. Na haya ameshayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aqilu al-kayyisu man dana nafsahu. Mtu mwenye akili sawa sawa ni yule ambaye anayefanyia tathmini nafsi yake, nini amefanya, akiona yale ambayo aliyoyafanya yenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni machache mno, wa amila lima ba'da al-maut. Na mtu mwenye akili ni yule ambaye anayefanya matendo ambayo yatakuja kumsaidia baada ya kufa, akiachana na haya, akiachana na ulimwengu huu wa kimaisha ya kidunia, akielekea katika ulimwengu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ndiye mtu ambaye ana akili yake sawa sawa, inatafakari. Sio mwenye akili sawa sawa ni yule ambaye anafikiria maisha vipi tu atayapata, akiachana na maamrisho ya Allah, akiachana na kuandaa andao lililokuwa bora. Na andao hilo ndio linaandaliwa katika muda huu, tazawwad min hayatika lilmaadi wa qum lillahi wajmaa khaira zadi. Andao lililokuwa bora kupitia maisha yako haya unayoishi. Hakuna maandalizi ambayo yanaandaliwa kinyume na maisha haya. Tazawwad min hayatika lilmaadi wa qum lillahi wajmaa khaira zadi, nasimama kwa ajili ya Allah na andao lililokuwa bora. Andao lililokuwa bora ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna andao lolote lingine ambalo ndo linahesabika kwamba hili ndio andao bora kinyume na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, umauti unauma, na umauti
unatakiwa maandalizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoyatelemsha maneno yake, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti, umauti ambao una sifa ya maumivu. Malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wakasema, lasna nufusa innama nahnu arwaha, hakika sisi siyo nafsi. Waliyakimbia maumivu haya ya kutokwa na roho, maumivu ya kutokwa na roho waliyakimbia, walisema lasna nufusan innama nahnu arwaha, hakika sisi ni roho, sisi hatuonji mauti. Walichomoka katika maneno haya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuonesha kwamba maumivu yana machungu, maumivu yanauma. Malaika walikataa kabisa kwamba sisi siyo nafsi, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema, kullu man 'alayha fan, kila kilichokuwa juu ya mgongo wa ardhi kitaondoka ama kitaisha. Kila kilichokuwa katika mgongo wa ardhi kitaisha, awe mwanadamu, ziwe nyumba, kila chochote kilichokuwa katika mgongo wa ardhi kitaisha. Kullu man 'alayha fan. Malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wakasema, lasna 'ala al-ardh innama sukana as-samaa, kwamba sisi hatuishi katika ardhi, sisi tunaishi katika mbingu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ama katika mbingu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hatutoisha, sisi tutaishi milele. Pia walikataa haya maumivu ya umauti, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya nyingine akasema, kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitaisha isipokuwa dhati yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio itabaki. Ilipoteremka aya hii ya tatu, malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wakasema, kharrat sajidina lillah wa qalat subhanallah man lahu albaqa'u illa ant, wakamwapia wakadondoka wote malaika kumsujudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yeye tu ndo ana sifa ya kubakia. Katika aya ya kwanza walisema sisi hatufi kwa sababu sisi sio nafsi. Ya pili, sisi hatufi kwa sababu hatuishi katika ardhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ya tatu, kullu shay'in, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemaliza kwamba kila kitu kitaisha isipokuwa yeye tu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakayebaki. Kwa ndugu zangu katika imani, aljinnu wal insi wat tayru kullu shay'in halikun illa wajha. Malaika, malakul maut, yeye ndiye mtoa roho. Malakul maut yeye ndiye mtoa roho, yeye ndiye amepewa jukumu hili na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na malaika akitumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala anafuata maamrisho, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Na Mwenyezi Mungu malaika wanafanya kile ambacho walichoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akiamuru aje kuchukulia mdogo wako, baba yako, mzazi wako, yeyote yule, madamu kashaamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe tena hauna kauli katika hilo. Lazima usikilize na uridhike na kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sio kuridhika tu katika hilo, unatakiwa upate ibra, upate somo. Kwa nini huyu mdogo wangu, baba yangu amefariki, alafu mie nimebaki? Alafu mie nimebaki, aliyechukuliwa alikuwa anamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, alafu mie niliyebaki si mwenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Ye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemchukia huyo aliyemchukia? Pata ibra katika hilo. Tujiandae na mauti, haika mauti ukimbiliki. Malakul maut amechukua roho za watu wote, kisha anaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, man baqiya min al-ardi, man baqiya min al-khalaiq,
ya malakul maut. Nani aliyebakia katika maisha hayo, katika viumbe? Nani aliyebakia? Umembakisha nani katika kazi yako hiyo ya kutoa roho? Nani aliyebakia? Malakul maut anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu ilahi lam yabqa illa Jibril wa Mikail wa Israfil. Wamebakia hawa, mwalimu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril Ruhul Amin, amebakia na Mikail na Israfil. Hawa ndiye waliyebakia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamtuma iqbidh ruha Jibril, nenda kaitoe roho ya Jibril. Huyo mwalimu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanichukulia roho yake niletee. Malakul maut anatumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anaenda kuichukua roho ya Jibril, mfalme wa malaika huyo, anapeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naulizwa tena malakul maut, man baqiya min alkhalaiqi lam yabqa illa Mikail wa Israfil. Wamebakia malaika hawa wawili tu, Israfil na Mikail. Iqbid ruhuhuma, niletee, toa roho zao wote niletee. Jibril ameamrishwa na Allah, anatekeleza, anaenda kuchukua roho ya Mikail wa Israfil, anaileta kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Likifika pale tena swali linamgeukia tena malakul maut, man baqiya min alkhalaiqi. Malakul maut anamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lam yabqa illa ana. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, hakubakia mmoja yeyote isipokuwa mimi, malakul maut. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia, na wewe una haki ya kufa, mutu ya malakul maut, kufa ewe malakul maut. Malakul maut anaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na yeye afe, aonje ile sakaratul maut. Wa indama yash'uru bi sakaratil maut yaqulu wa izzatika wa jalalika. Pale malakul maut anaposhughulika na yale maumivu ya kutokwa na roho, anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzatika wa jalalika law kuntu a'lamu anna sakaratan shadidatan hakadha, lau mimi ningekuwa ninajua kwamba maumivu ya kutokwa na roho ni kama hivi, makali kama hivi. Malakul maut anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, lau kuntu a'lamu, lau mimi malakul maut ningekuwa ninajua anna sakarata almauti shadidatan hakadha, kwamba kutokwa na roho, maumivu ya kutokwa na roho ni makali namna hii, la talabtu minka an tuafini min qabdi arwahi alibadi, yani mimi ningehitaji kutoka kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala kwamba unisamehe katika hii amri ulioniamrisha nikatoe roho za waja, kwamba ningejua toka mwanzo kwamba maumivu yanakuwa makali kama hivi ya kutokwa na roho, basi mimi ningelihitaji kwako wewe unisamehe katika hili, katika hii amri ulioniamrisha kwamba nitoe roho za waja wote, mimi ungenisamehe, ningelikataa, ungempa malaika mwingine. Malakul maut pale anapotoka roho anayasikia maumivu makali mno, na kudai kwamba angekuwa anajua kwamba angetaka msamaha kwa Allah katika amri aliyomwamrisha, asingemwamrisha yeye, angetafuta malaika mwingine ili aifanye kazi hii, kwa sababu maumivu yanauma. Kwa ndugu zangu katika imani, safari hii ni mzito, takiwa tujiandae, na safari hii itamkuta kila mmoja. Safari hii itamkuta kila mmoja, awe mdogo, mkubwa, mzee, shekhe, yeyote atakutana nayo safari hii. Nimalizie kusema Sayyidina Uwais al-Qarani, mmoja katika maneno yake alisema, akiwaambia watu wa Kufa, alisema, tasawwadul mauta idha nimtum waj'aluhu fi a'yunikum idha qumtum, ufanyeni umauti kuwa ndio mto wenu pale ambapo mnapojisikia kulala. Tasawwadul mauta idha nimtum, ufanyeni umauti kuwa ndio mto, mlalie mto.
ili ule mto ule umauti ukiufanya kuwa ni mto ukufanye wewe kila kati uone ukumbuka umauti uweze kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'aluhu fi a'yunikum idha qumtu, na ufanyeni katika umauti, uwekeni katika macho yenu mnapoamka, mnapotembea, muda wote uwe unautaja umauti uweze kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwa wenye kuandaa andao lililokuwa bora kwa ajili ya maisha ya akhira kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن الأربعة الكرام منهم أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا بالألف ألفا، بالباء بركة، وبالتاء توبة، بالثاء ثوابا، وبالجيم جنة، بالحاء حكمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.